Ozolo. Good morning once again. Good morning from Italy. Naam, good morning from A22 Autostrada Italia. Hii ni highway ama freeway ya Italiano. Ndo tumeamkia siku ya leo, tunashukuru na tukaamua changalao leo tuwagusishe adventure moja safi. So hapa hivi naona kuna warehouse inajiita Techno Alpine upande wangu wa kushoto. Techno Alpine hiyo ni Techno Alpine. Otherwise the best thing about Italy, as we said before, wakati umefika mahali kama hapo hivyo unaona kuna kibao cha kuonyesha kwamba una exit to a certain town, inakuwa imeandikwa kwenye barabara at least mara mbili kabla ubranch. So kama kuna mahali maybe sahi haya maeneo ya Bolzano na Bozen, so utapata maybe kwa barabara pameandikwa pale kwenye lami kwamba town penye unaenda unaanza na the nearest and the farthest and the exit at least mara mbili kabla uzinaona. Sasa unaanza na Bolzano Sud alafu Bolzen Sud, alafu inakuonyesha hiyo arrow kwamba uta exit to the right. So kabla huja exit utapata bado kuna kiashiria kingine ama another identification ama whatever it is ya kuonyesha kwamba that is the same place, Bolzano Sud and Bozen Sud. Una exit hapo hivyo. In most cases kila kwenye barabara kuu, kwenye all autostradas za Italy zenye nimekanyaga nyingi, unapataga kuna hizo viashiria mahali penye kuna exit from the highway, inakuonyesha ile town yenye unaenda na itakuwa imekuashiria mara mbili kabla uexit. Otherwise stay with me, stay tuned, stay locked. Niwaletee adventure leo, angalau episode ndefu ya hii barabara. Naona barabara iko na mandhari mazuri, mandhari safi, mandhari tamu. Ya jana ilikuwa ni ya Mle Austria. Kwenye barabara nyoka ama national roads two-way traffic. Hii ya leo iko ndani ya Italiano, vijinyumba vizuri kama hizo. Nikiona ma landmarks lazima niwanakilie kama hiyo mnaiona. Kalau mtakuwa mkikumbuka, hiyo ilikuwa kwenye barabara ya A22 karibu na Bolzano na Bozeno ama ni Bonazo. Alafu hapa hivi kuna Scania Italy. Alafu mandhari ni yale tumesema ya kupendeza na kuvutia. Of course hapa gari zinaenda zikiacha distance nzuri, mara zinakuja zina compress, unapata ka slow moving traffic hapa na pale. It is like that. Of course in Italy against speed limit hapa inakuwaga mostly kwa highway ni 80. Ukifanya sana fanya kama 85. Ama askari wanapenda sana kutumia rada ya kumulika, especially magari mageni. Wakiona gari yako haina registration ya Italia, unakaa rada sana. Maaskari watakuwa ni wasumbufu kidogo kwako wewe mgeni, si kwako wanaangalia gari. Kwa hiyo gari mgeni ukisieti na haribu jina ama na tarnish their behavior, but unaangalia venye watakuhandle ukiwa na gari ya ugeni ama ya ugenini ni tofauti na venye watakuhandle ukiwa na gari ya kwao Italia. But anyway, hii inakuwa ni kama almost all countries. Wanasemaga kila mwamba ngoma huvutia kwake. Amepumzisha tako huyo hapo. Kila mwamba ngoma huvutia kwake. So ukiwa ndani ya Italiano inakuwa ni Italians first, hawa wengine wanafuata. Ukienda Ujerumani, Germans first, wengine wanafuata. Ukienda Uholanzi, the Dutch first, wengine wanafuata. Inakuwa ni hivyo. Kule kwetu East tu ndo unapataga sisi hatuweki Kenyans first. Unapata Kenya, so wewe askari ni Mkenya lakini anaweka wa Kenya kama is a priority. Yaani wewe unakuwa unafeel kama uko nje ugenini ilhali uko kwenu. Ukitembea nje ya Kenya utapata mtu mwenye hadi raia wa hiyo nchi anaenjoy hiyo nchi kuliko foreigner. But in Kenya unapata foreigner anaenjoy nchi kuliko raia. Sijui mbona, sijui tulitoka wapi, sijui tulizaliwa na nani, sijui tuliumbwa na nani. Hata upande wangu the Alps mountain ndio zinatiririka zikielekea Slovenia huko. Hapa ni Italiano. Zinaelekea Slovenia alafu zimalizia Liechtenstein kitu kama hiyo na huko mbele. Hapa ni milima humu na mle. Of course hii episode iko na tunnels kibao sana. So far nimepita tunnels zaidi ya 10 lakini ni short ones. Tunnel ya mita 250, tunnel ya 300, ya mita 300, tunnel ya mita 600. Zile za kilomita bado sijazipata. Nikizipata lazima nawakilia. So zimekuwa ni short tunnels, but yes, they are short, but yes, they are tunnels at the end of the day. So let us keep glued. Acha tuone vile siku inatamba. Barabara A22 Italiano. So tuvie pia wega pio. Naona kajua ni kama kamechomoza upande ule wangu wa kushoto. Ila milima iliyo pale inafanya hatupati miale ya jua, mwangaza wa jua vile inafaa. But anyway, hata jua lingekuwa linachomoza lingekuwa linaharibu hii video, manake lingekuwa linachoma straight kuharibu quality ya video. So acha tushukuru vile jua limezuiliwa na milima pale, ndio tuweze kuwaletea hii
adventure vile inavyofaa. Angalia animals huko, MAN Mjerumani, Scania Mswidi, DAF Mholanzi, hey! Madafu imekuwa mengi. Tushamaliza na madafu, tunakuja kwa MAN Mjerumani, Volvo Mswidi, DAF Mholanzi. Unajua by the way huku kwetu Europe, by the way tusijawaambia DAF inakuwa ni kama ndio generator in terms of availability. Unaona kule kwenu east unapata ni generator, maybe Jifao, Jishakman, Jisino Truck, sijui nini litoje ile lingine ni au Photon, Photon nini na nini, hao wamepumzisha tako. Unapataga huku DAF ndo ni kama zinakuaga ndo actually ndo the most affordable trucks za European Union trademark ama manufacturing. Ukiangalia trucks zenye zimetengenezwa ndani ya Jumuiya ya Ulaya, the most affordable, the most cheap, the most yenye mkulima mdogo anaweza afford huwa ni DAF. In that order. Of course kuna zingine ziko na affordability, akina Iveco, akina maybe akina Renault, akina Scania, akina Volvo, kuna akina Benz, kuna akina MAN, kuna akina Ford. Japokuwa Ford haiko kwenye European Union block. Ford manufacturing inafanywa assembly na manufacturing ndani ya Turkey under the license of America. Manake Ford is an American brand. So mimi kama Ustadh Maide Trucking aka Ustadh wa Europe, I don't associate Ford trucks with European Union. Manake hiyo kitu ya kwanza sio brand ya Europe. The rest of all trucks zenye nimetaja including MAN, Mercedes Benz, Renault, Volvo, Scania, Iveco, DAF, hizo zote ni za European Union blocks. Zimetengenezwa na nchi ambayo iko ndani ya Jumuiya ya Ulaya. Lakini Ford imetengenezwa na nchi ambayo iko nje ya Jumuiya ya Ulaya. So that's why I don't associate it with. Actually Ford hata si nyingi sana kwa barabara. Ukitafuta barabarani, actually unaweza maliza siku nzima hujapata Ford, ama umepata Ford less than 10. Lakini kwa barabara yoyote ile yenye utapiga, hauwezi maliza siku hujapatana na hizo gari zingine zote. Lakini Ford utapatana, maybe ukipatana na nyingi unaweza pata maybe za namba ambao huwezi pata zaidi ya 10. Zinakuwa chache by the way. That's what I'm trying to mean. Sisema kwamba utapatana nazo lakini kwa kiwango kidogo mno, yani asilimia yake ni ndogo mno. Hiyo sio unasemaga asilimia ile unapana. Gari yenye najua huwezi maliza hata muda wa kuhesabu hujaipata, itakuwa ni MAN, Benz, Volvo, Scania, DAF. Hizo utazikosa barabarani. Renault, by the way Renault zinanunuliwa sana. Renault kwa hapo mbeleni zilikuwa si nyingi mno, lakini sasa hii kuna hizi Renault wametoa hizi zimetoa Renault TI, Renault RHI, zimetoka kwa kiwango kikubwa mno, zipo nyingi mno. Kulia kwangu kuna hii milima, acha nikuguzishie. Hizi ni kama block mountain kama sijakosea, inakaa ama ni Rocky Mountain ama ni Block Mountain. Wewe mnajua geography, msianze kuniambia ustadi. Hapana, Alp Mountain haikuwa Rock Mountain, ilikuwa Block Mountain, inakuwa Volcanic Mountain, sijui inakuwa Espresso Mountain, sijui inakuwa Carbonaceous ama Carbonatic, sijui nini. Unajua mkosagi kujifanya venye mnajua kuliko wengine. So isifike mahali mwanze kuniambia ati ustadi wewe kama hujui mambo ya geography, nyamaza. Acha kujifanya unatafsiria watu milima yenye hata hujui inatafsirika vipi. Unani understand my friend? Otherwise to you here there. No go there Ricardo. Ndio wega. Hapa kama umeweka ACC almaarufu alfa chali ukipenda adaptive cruise control mode ACM hiyo. Adaptive cruise mode ukipenda alfa chali mic, ngoma inasiririka yenyewe tu ile wa mbele akipunguza, kama sasa nimedunga ACM ya 85. So huyu wa mbele sasa inaona anatembea kwa speed ya 81. Akipunguza afike 78 yangu itaenda kwa 78. Akipandisha aende 83 yangu itakuwa kwa 83. Akishuka aende kwa 60 yangu itakuwa kwa 60. Bila mimi kukanyaga accelerator, bila mimi kukanyaga brake. Yani yeye ananiendesha sasa hii. Kazi yangu ni kucontrol two steering. Na actually ukipata gari ambayo labda ni ya 2025 utapata iko na mpaka steering assist ukijaribu kutoka kwenye hii lane unasikia inakuregesha kwa barabara. Ukijaribu kutoka kwa hii lane nyingine inakuregesha. Hii haitakuregesha, italia tu inakuona kwamba unatoka, but haitakuregesha. But with the latest version, with the latest technology, ukiguza tu line, ukitip line upande wa right inakuregesha left. Ukitip line upande wa left inakuregesha right. That is what we call the driver steering assist ama the driver assist
maridhawa ya madereva. Unaona Renault hilo linakuja, linakaa rangi ya kijivu. Hiyo ni Renault Mfaransa. So sasa hii teknolojia, honestly speaking, sasa zile gari zinatengenezwa kwa kiwango hiki ambacho tuko sasa hii, kwa teknolojia ambayo tuko sasa hii, dereva unahitajika tu kuwa hapo just for the sake of maybe kuanzisha mwendo, starting the vehicle and full stopping the vehicle. Actually full stopping inaweza jistop yenyewe. Ikiona obstacle pale mbele, the radar ina detect, inatuma signal kwa what we call EBS, electronic brake system, na inajisimamisha yenyewe. So hapo itakuwa tu ni kuanza safari. Hapa imesimama, dereva ni kuanza safari, kuindicate kwamba unaingia mahali fulani, vitu ndogo tu. Yani you are there like it's like si kama kitambo ilikuwa unaendesha gari, sasa hivi una control gari. Unafanya tu control, kutap. Sasa hivi kama tap guys my guys. Sasa hivi kutap guys my guys. Kama sasa naona yule ameongeza kwa kwenye 83, mimi pia nimeongeza niko kwenye 83. Akipunguza mimi napunguza. Actually akipunguza mimi napunguza, akipunguza ananipunguzia. That is the right word, Yeah, that is the right word to say. Sasa hii hapa hivi ni baridi, 4 degrees Celsius, snowy. Akipunguza ananipunguzia, akiongeza ananiongezea. So the best thing about ACM, adaptive cruise mode, siri yake inakuanga you set the highest possible speed, the highest possible speed. Maana kama sasa ningekuwa nimeweka maybe speed ACM ya 70, wakati natembea 80 ataondoka aende out of range, ataenda out of radar, ataenda nje ya radar yangu, so hataweza kudicontrol. So in this case unadunganga kama cruise mode ya 88. Ukishadunga 88 ama 89, of course sigari nyingi zitakuwa zinatembea kwa 90. So utapata zitakuwa zinakupatia zitakuwa zinakucontrol. Huyu anataka kutokea barabarani na kuna gari inatoka kushoto kwangu, so nitampanulia. Kisa anahitaji kuingia, ataingia, alafu mimi nitaregea. Hivyo ndo inakuaga. So nilikuwa nasema the theory ya ACM, adaptive cruise mode, inakuaga ni set the highest speed possible, ili kwamba zile zote zinaenda chini yako zikuregulate. Lakini ukiweka speed ya chini, zenye zinaenda zaidi yako zitakuregulate. At the end of the day utajipata uko peke yako. So unless umeamua tu leo unataka kutembea speed ya 70, na whether gari zinatembea 80, 90, whether utakuwa una stall gari nyuma, you don't care. That is the only time unafaa kutembea na speed ya chini. But wakati unafaa kwenda na flow of the traffic, na tulisemaga siku zote when safety calls you on the road, you always move with the flow of the traffic. Kama magari yanatembea kwenye mwendo wa speed ya 88, speed ya 80 to 90, make sure unatembea kwenye speed ya 80 to 90. Hautapata barabara gari zina flow kwa speed ya 80 to 90, alafu wewe unaleta ujinga wako kutembea speed ya 60. Utapata unagandisha magari nyuma, unafunga mshipi, unafunga harusi. You are stalling, ama you are actually you stall the traffic. Una stall the traffic, una create the congestion unnecessary. But when you move with the flow of the traffic, siku zote itakuwa barabara iko very safe and very prudent kutumia. Prudent ni jina ya kizungu. Maze kizungu sasa inanitoka. Nyila you understand, you are not looking the fundamental of ustadi kuboja na kuajilia maneno yaliyoenda shule. Unataka unasikia ustadi ameajilia. Hapa kuna mahali kuna exit. Egna, Termeno, Nerata na Tramin. Kuingia kulia. So hapa kuna exit inakupeleka hizo town nimekutajia. Egna, Ora, Termeno na Tramin. Egna, Ora, Termeno, Nermakete, Aura na Tramino. Exit ni hapa hivi. Of course umeziona mara mbili. Una exit, unaambiwa wakati wa exit make sure the highest speed kuanzia hapo ni 60, wakati tunapiga kona pale ikuwe 40. Hiyo ndio imewekwa na wahandisi kwamba itakuwa salama kwa uendeshaji wako. So huyu unaona ameanza kuendesha speed ya 86 na ataniacha. So sasa acha nidunge cruise mode ya 88. Of course haiwezi enda zaidi ya 88 ndio aweze kunicontrol. Nikiwa kwenye 85 alafu aanze kwenda 87 ataniacha, na akiniacha atakuwa ameenda nje ya rada yangu. So itabaki I'm stalling traffic nyuma yangu. So inabidi nimeongeza ACM nikaidunga 88, maana naona anaenda na 87 sasa ndo aniendeshe. Naona the distance between me and him, ama me and that truck, is 91 meters. Actually right now it's 88 meters, of which is very safe. Yeah. From here to Modena town is 213 kilometers, Trento is 29 kilometers, St. Michel ni 13 kilometers. Naenda nikiwapatia ma-adventure uno. Actually zaidi kuna nyinyi Italy, si ndio? Leo nimewaleta moja kwa moja mpaka Italiano. Leo niko na nyinyi moja kwa moja mpaka Italiano. So hapa hivi kuna ka road construction kanafanyika. Actually si construction. Hii kama wanafanya trimming ya miti barabarani. Ukiangalia kulia kwangu wanafanya shehing. Wana shehing.
wanafanya kusheha miti, unaona ile miti hizo mashrubs moja, kuna inatangulia inakatakata hizo mashrubs zenye zimehang kwa barabara, alafu mwenye ako nyuma anafagia. So kuna sharing na hunting kwa hatayani, au sio? Hiyo ni maintenance, of course ni tax yao inafanya kazi. Ushuru, kulipa ushuru ni kujitegemea, na huku kwetu Europe irrespective of the country you are in, ushuru wako unafanya kazi vile inafaa. Ushuru wako unafanya kazi kadamnasi, wozolo. Otherwise tulieteo wega pio. Tukisonga tu ndani ya milima ya Alps, tukisonga tu bado tuko kwenye milima ya Alps. Hapa nakwambia wakati wa barafu kumwagika, the snow falling season, inakuwa hii milima ni nyeupe pepepe, inapendeza kuliko mademu wenu wadanganyifu kama kawaida, na inavutia kuliko hao maboyfriends wenu wenye sahi. Simtulie niwaambie forex ndio inawamaliza akili namna hiyo. Otherwise tukiugia leo na tunasemanga choices have consequences. When they choose to forex, who am I to tell them not to? If forex ndio inawekea chakula kwa meza, nikiwaambia waache forex, nitawekea kweli? Sitawekea, si ndio? Cantiere il lento movimento San Filo Michele isemetakaketo. Si nimeongea Kiitaliano hapo? Nikiwaambia sasa hivi nimekuwa mtu very linguistic, naongea lugha 200. Hapo hiyo ni Kiitaliano tupu nimewasomea. Mtaanza kusema ustadhi umeisoma kwa Kiswahili. Hiyo ni Kiitaliano. Hata umesikia hiyo accent imekuja Kiitaliano, si ndio? Senti Michele hapo Boboshito, Coromero, Pasta Miano, Ana Michelo, Meginato, Modenato, amwezi understand nyinyi. Mtaona kama napiga tu. Otherwise tulieteo wega pio. Alhamdulillah. Kajane kanasonga kakisonga, kasafari kanasonga kakisonga, kanasonga kasongete. Frigo hiyo ya mskari. I like the way the flow is flowing. Sasa hii traffic ikiwa hivi huwezi complain nothing, iko best. So sasa hivi natembea kwenye 88, yeye anatembea kwenye ACM yangu nimeduka 88, yeye anatembea kwa speed ya 87. The distance between us is 62 meters. The distance between us is 62 meters. Hiyo ndio imewekwa na rada yangu. Actually this is the shortest distance yenye naekanga. The shortest distance, the closest distance yenye oga nimeset kwa hii gari inakuwa ni 60 meters. Anything less than 60 meters huwa sifanyi. Nafanya kuadjust kuwe longer than that. So that when is slowing down I can see hata kama EBS. Okay, mimi siaminiki hizi marada at 100%. As much as I want to trust them, I know they can fail anytime. These are things that are electronic. So in case zimekuangusha, hiyo ni Ford by the way. In case zimekuangusha, unakuwa uko rada na una take charge kama the driver you are. Wakati maybe hizo ma EBS na hizo radar systems zimefaili electronically, you take charge as the driver you are. You take charge as the driver you are. Namna hiyo. Episode inashika ama haishiki niangushe. Study ungekuja ikiwa live ingekuwa ni better zaidi. Unasema ningekuja ikiwa live alafu ungeweka bundles. Alafu ningekuja live after 30 days, hiyo video itakuwa itatolewa kwa page yangu. Na mimi nataka nionage hata baada ya miaka 5 6 inshallah, nataka nije nione hiyo video bado ipo. So sinaona hiyo itakuwa ni ngumu. I would rather record it as an episode niwaletee kuliko niwadungie ikiwa live. After live imeshuka, unapata uko na muda mfupi mno wa kuselelea. Hii sijui ni mimea gani imepandwa huku. Sijui kama ni grapes. Ama ni mimea gani, si understand, sielewi. The plants on my right, I don't know. Sijui ni vitu gani by the way. Mimi si agriculture, so inawezekana siwezi jua vitu vingine kama hivyo. Baadaye nilifanya agriculture mle shuleni, lakini sijaiona vitu kama hizi. Although mimi ni mpwani, nimetokea coast. Actually it's apples. Nimeona matunda hapo. Yani apples unakuta tu vitu kidogo hivyo. Mimi nasemanga apples ni kitu kikubwa kama vile mapera. Mimi nakuanga mistaken I just realized it's apples wallahi. Kumbe apples zinakuanga hivyo. Okay.
Ndugu zangu Mweroreri, hizo ni apples. Ndugu zangu Weroreri.